السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ndugu zangu mnaotufuatilia katika Ruqya Online TV, leo hii nimekuja na jambo ambalo nataka tutanabaishane nalo, ambalo ndugu zetu wengi wameghafilika na huku ni kutojua, na sababu wanazozitoa sio sababu za kimsingi, nayo ni mtu kupotea katika manhaji ya Sunna kwa sababu ya ugonjwa alionao, kwamba ametibiwa na katika ile tiba hakuiona na natija, ikafika stage yeye imfanya afike kanisani kwenda kuombewa na pasta, ikafanya stage yeye akafika kuwa yuko kwenye mizimu, aweze kutibiwa katika mizimu kama ile, ama afike stage kupita mipaka zaidi kwamba anayoyafanya ni kuchinja kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Na hizi alama au hawa watu wengi wetu hatuwajui. Tunaweza kuona watu wamevaa kanzu kama mimi tukasema wote ni mashekhe, au tukampata mtu anaisoma Qur'ani tukasema pia ni shekhe, kwa sababu ameanza billahi bismillah suratul Fatiha na anashuka na Qur'ani, anasema nimetibiwa na shekhe mimi ambaye alikuwa akisoma Qur'ani. Lakini kwa hakika, hebu kuwa makini na vitu kama hivi. Miongoni mwa watu ambao tunatakiwa tuhadhari nao ni mtu ambaye katika tiba zake anakuagiza pete ya aina yoyote, ima ya kichwa cha msikiti, cha maji ya bluu ambao maji ya bahari, na vile vile picha ya kichwa chekundu ama nguo, pete ya kichwa chekundu ama nguo za aina ambazo anaambia nguo hizi utalala nayo usiku, utajifunga asubuhi, utaivaa siku ya Ijumaa, vitu kama hivyo. Hawa sio mashekhe, au tuweza sema sizo tiba za kisunna, ni tiba za kinamna unazozitaka wewe, ambazo hazikusaidii bali zinakuangamiza, kwa sababu Mwenyezi Mungu haziridhii. Na utakachokifanya chochote ambacho Mwenyezi Mungu hakiridhii, basi hilo linakuwa ni kosa mbele ya Mwenyezi Mungu. Badala ya kuwa tiba inakuwa ni madhambi, na badala ya kuwa madhambi zinakuwa ni laana. Kwa hiyo badala ya kutafuta tiba, wengi wetu tunaenda zitafuta laana. Baada ya zile laana kutibika, tunakuwa tunapata hasira ya Mwenyezi Mungu ndani yake. Kwa hiyo unapoagiziwa mayai, huyo si shekhe wala si mtabibu wa kisunna. Unapoagiziwa kuku wa rangi ya aina yoyote, hata kuku mwenyewe, na kuku kama yule akifika akatochukucha aachiliwe, hiyo sio tiba ya kisunna. Au kuchinjiwe majini, kwamba wale majini wahudhurie waweze kuja kuzungumza, waweze kutibiwa wewe, tayari hiyo sio tiba ya kisunna. Ama kusoma Qur'ani, apandishe mwingine aelezee shida za mgonjwa aliyoko pale, au atumie kichwa chake kumtoa yule jini, hii pia sio tiba ya kisunna. Ama tiba ya kisunna aliyoieleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam utaipata katika Ruqya Online TV, na maelezo yake kwamba utasomewa ruqya ya kisharia, vitu unavyovisikia, mambo unayofanyiwa yanayofaa katika njia ya kisunna, sio mambo ya kuficha yaliyo na shubha. Na ukiona hapo pahali pana shubha, jiepushe napo na usiendelee na tiba kama hizo. Fata njia iliyonyooka, ambayo unapomuuliza yule shekhe, mbona hapo umefanya hivi, akupe sababu na dalili. Kinyume na hivyo, hayo ni maangamivu unayoyataka, na ni hasira za Mwenyezi Mungu unazikaribisha na laana zake, na baada ya kupata tiba unapata madhambi na dua zako hazikubaliwi 40 yauman, kwa sababu umeenda kwa mtu ambaye sio manhaji ya kisunna, na wewe umefanya shirki, na mwenye kufanya shirki ibada zake hazikubaliwi siku 40 mpaka atulie. Kwa haya machache na mengi, tufuatilie katika Online TV kwa nambari zetu 0712 36 17 82, na namba hizo utazipata kwa screen. Kwa hayo machache, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.